Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo ningependa kuzungumzia kuhusu mteule, kwamba mteule ni mtu aina gani? Kwamba mteule ni mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, amefanywa kuwa kiumbe kipya, ametolewa yale matendo ya zamani na mienendo yake, na amejazwa mienendo mipya na fahamu mpya na mawazo mapya na pia kufikiri upya. Yaani kila kitu kimefanywa katika maisha yake na hata katika moyoni mwake kufanywa kitu ambacho ni kipya, sio kile cha zamani ambacho amezaliwa nacho ama ambacho alizaliwa nacho na kukua. Kwa hivyo mteule, wale wote ambao walikuwa wakimtumikia Bwana, mitume, manabii na wengine wote ambao walikuwa wakimtumikia Mungu na kuenda katika njia za Bwana, wote walikuwa ni wateule wa Bwana kwa ajili ya kazi ya Mungu mwenyewe. Ndiposa hata waandishi wa Biblia wote walikuwa wateule wa Bwana, na fahamu ile ambayo walikuwa nayo ilikuwa ni ya kiungu, ndiposa wakaweza kuandika maandiko ambayo yanatufunza sote kwa jumla. Kwa hivyo tukisoma katika kitabu cha Wakolosai mlango wa 3 mstari ni wa 12, nasema, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu. Mtu yoyote ambaye ni mpendwa ni lazima awe na tabia ambazo zinaambatana na vile mwenyewe Kristo anavyopenda. Mtu ambaye ni mpendwa ni lazima afate kanuni ambazo ama sheria ambazo Kristo mwenyewe ameziamuru katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye haendani na sheria au kanuni ambazo zinampendeza Mungu, basi huyo hajakuwa mpendwa. Hata japo amesema yeye ni mpendwa, lakini kama yuko nje na utaratibu wa kibibilia, huyo hajakuwa mpendwa vile inavyopaswa. Kwa maana katika kitabu hicho cha Wakolosai mlango wa 3 mstari wa kwanza inasema, basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo na nyinyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Basi vificheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya na mawazo mabaya. Hii inatupatia taswira ya mwanadamu ambaye mwanadamu ambaye ni mfu, ambaye amekufa kiroho, yaani ambaye hajazaliwa mara ya pili, jinsi ambavyo alikuwa na tabia ambazo ni za kutamani, tamaa na uasherati na wengine tabia ambazo ni za uasi. Sasa Paulo anasema, mkiwa nyinyi mmefufuliwa pamoja na Kristo Yesu, basi inapaswa
kuyatafuta yaliyo juu, yaani mawazo ambayo yanapendeza. Kwa maana mtu anapofufuliwa mara ya pili, ndiposa anaweza kuwa mteule na kuwa mtoto wa Mungu. Katika kitabu cha Tito mlango wa kwanza mlango wa kwanza na mstari wa kwanza. Tito mlango wa pili mstari wa kwanza inasema, lakini wewe nena mambo yapasayo mafundisho yenye uzima, ya kwamba wazee wawe wenye kiasi, wastahivu, wenye busara, wazima katika imani na katika upendo na katika zaburi. Vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukane. Hii ni tabia kwa wateule ambazo wanapaswa kuwa nazo, kwa wazee, kwa vijana na hata kwa kina mama, kwamba wanapaswa kufunza mambo ambayo ni ya kiroho katika Bwana. Yaani mzee anapokuwa ni mwenye kusimamia boma yake vizuri na kuenenda katika njia ambayo inampendeza Mungu, huko ndio kuwa mteule, ambapo Mungu anasema kama tumekuwa wateule inapaswa tuenende katika tabia ambazo ni zake yeye mwenyewe. Pia ukisoma katika vijana, vivyo hivyo wanapaswa kuenenda katika njia ambayo inapendeza, kuwatii wazazi, wasafi na kufanya kazi katika njia ambayo Mungu ameiamuru. Na pia vijana wamama kufunza vijana wa kike, yaani wasichana wao kule manyumbani, kuweza kuwafunza katika njia ambayo ni ya kumcha Bwana na kuenenda katika mienendo ambayo inampendeza yeye Mungu mwenyewe, si mienendo ambayo inakeuka neno la Mungu. Punde tu unapokuwa mteule, unapokuwa umefanywa kiumbe kipya, basi ya kale yale yote ambayo yameondolewa ndani ya moyo wako na maisha yako kwa jumla, unapewa maisha ambayo ni mapya, yaani ya mienendo ambayo inakuwa inampendeza Mungu mwenyewe. Pia na vijana wale wadogo wanapaswa kufunzwa katika njia ambayo ni ya Mungu, kwa maana unaona kuna vijana wengi ambao wamejawa na udhalimu, wamejawa na ufisadi, wamejawa na wizi, wamejawa na kutumia mihadarati, wamejawa na kila aina na ukorofi wa kila namna. Wale wanapaswa kufunzwa neno la Mungu kwa kila wakati na mahali popote. Kusudi ni kwamba wakae katika njia ambayo inampendeza Mungu mwenyewe. Timotheo wa kwanza. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, ambapo kinazungumzia kuhusu askofu, jinsi ambavyo anapaswa kuwa. Timotheo wa kwanza mlango ni wa 3 mstari ni wa kwanza. Inasema ya kwamba ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiye laumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi, mwenye busara,
mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha, mwenye kusimamia nyumba yake vyema, ajuaye kutiisha watoto katika ustahivu. Yaani, mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe, atalitunzaje kanisa la Mungu? Wala asiwe mtu aliyeokoka karibu, asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya Iblisi. Tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje, ili asianguke katika lawama na mtego wa Ibilisi. Vivyo hivyo mashemasi na wawe wastahivu, si wenye kauli mbili, si watu wa kutumia mvinyo sana, si watu wanaotamani fedha ya aibu, wakiishika siri ya amani katika dhamiri safi. Hawa pia na wajaribiwe kwanza, baadaye waitende kazi ya shemasi, wakiisha kuonekana kuwa hawana hatia. Vivyo hivyo wake zao na wawe wastahivu, si wasingiziaji, watu wa kiasi, waaminifu katika mambo yote. Mashemasi na wawe waume wa mke mmoja, wakiwasimamia kwa maneno, watendao vyema kazi ya shemasi, hujipatia daraja nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anazungumzia katika wateule na utaratibu ambao wanapaswa. Katika kitabu cha Wakolosai tumeona ya kwamba mtu yoyote ambaye amezaliwa mara ya pili anapaswa kuyafikiri yaliyo juu. Sasa hapa kuna mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, ni mteule, ametamani kuwa askofu, kufundisha. Sasa katika kule kutamani kuwa askofu, kuna utaratibu wake ambao anapaswa kuufuata. Asiwe askofu kinyume na utaratibu ambao Mungu ameuweka awe hivyo. Kwa hivyo kikuwako askofu na awe ni mtu ambaye anapenda mapato ya aibu, huyo katika maandiko sio askofu. Akiwa ni askofu na ni mtu mwenye hasira, huyo hapaswi kuwa askofu. Akiwa ni askofu na ni mtu mwenye anapenda ugomvi mdogo mdogo, huyo hapaswi kuwa askofu kwa mujibu wa maandiko. Ama mtu ambaye anataka uaskofu lakini si mtu ambaye anakaribisha watu katika boma yake. Maanake Biblia inasema ya kwamba tunapokaribisha wageni, kuwafadhili wageni huwakaribisha malaika. Sasa huyu mtu ambaye amekuwa mpendwa lakini hataki kukaribisha watu, ni mtu ambaye anapatikana kwenye njia ambazo ni mbaya, na pia ni mtu mwenye majivuno, na pia ni mtu ambaye hasimamii nyumba yake vizuri, na pia mkewe sio mtiifu, na pia watoto wake sio watiifu. Mkewe ni mtu mwenye kusingizia, mumbea, mwenye kuchukua neno hapa na kutupa kule, kuchukua ile kutupa kule, kugonganisha watu, mtu ambaye sio mvumilivu. Leo kipato kikipatikana ni mke, kesho kikosekana anaanza kupiga mdomo kule nje, kutoa siri za mzee wake ama kutoa siri za nyumbani kwake. Yule hapaswi kuwa mke wa askofu. Inafaa ikiwako yuko mke wa namna hiyo, inapaswa kujirekebisha kwa mjibu wa maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Petro wa kwanza
katika waraka wa Petro wa kwanza. Kitabu cha waraka wa Petro wa kwanza mlango wa 3 mstari wa kwanza inasema, kadhalika nyinyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao. Yaani mume ameoa mke na mke ambaye anamtii Mungu, ama wameoana katika njia ambayo wote hawakuwa ni watu wa Mungu, na imefika mahali sasa mke ameamua kuokoka, amehubiriwa Injili, ameamini neno la Mungu na ameamua kubadilika kuishi katika njia ambayo ni ya kiungu, na mumewe bado hajafanya uamuzi wa kuokoka. Sasa huyu mke, maandiko yanasema kwamba awe ni mke ambaye kama mjibu wa maandiko yanasema, kadhalika nyinyi wake watiini waume zenu. Sasa wakati anaendelea kumtii mumewe na kuenenda katika njia ambayo inampendeza Bwana, kama maandiko inavyosema, inasema ya kwamba ili yule mume ambaye hajaamini aweze kuvutwa kwa mwenendo wa mkewe, yaani mke anaenenda katika mienendo ambayo inapendeza, pia anaenenda katika mienendo ya kumtii mzee wake, hadi majirani nao wale ambao hawajaamini kule nje, ambao waume zao ama wake zao hawajaliamini neno la Mungu, wanapomona yule mke jinsi anavyomtii mumewe, wanasikia mvuto, ndiposa unapata ya kwamba wanakuja muuliza ushauri, kwa sababu wanaona kuna mambo yanayofanyika. Lakini kadhalika yale yote ambayo yanayofanyika kwa boma yake, yeye ni mwingi wa kuvumilia na kuweza kumtii mzee wake, japo mzee wake hajaokoka. Sasa ule mwenendo wake unamvutia bwana wake, mpaka inafika mahali Bwana naye anasema, ikiwa kwa Kristo Yesu kuokoka mwenendo ni mzuri namna hii, mimi nami nahitaji kuokoka, na mimi nahitaji kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu amevutiwa na mwenendo wa mzee wa mkewe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa ile inasema, wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwa utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Maana vivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao, kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu, akamuita Bwana, nanyi ni watoto wake, mfanyapo mema, wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Kadhalika enyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima, kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Neno la mwisho ni hili. Bwana Yesu asifiwe. Hapa amezungumza kuhusu anamaanisha ya kwamba sisi ambao tumeoa tuko na wake zetu, maandiko, kwa mjibu wa maandiko yanasema ya kwamba tukae nao kwa akili, bali tusiwaonee hasira. Yaani kuwa na hasira na mkeo. Kuna watu ambao wanawake katika boma zao, lakini wanapoingia unapata yule mke amani imeisha, kwa sababu mzee anakuwa ni mkali. Hata kama hajafanya kosa lolote, mzee anaona ni kama
amefanya kosa, na kule nje huyu mzee amekuwa mteule, anaonekana mteule, lakini sasa uteule wake unakuwa ni wa nje, lakini ndani yake hakuna uteule wowote, kwa sababu amekuwa na hasira. Na unapochunguza zaidi, unapofuatilizia, unapata mzee kama huyu unampata ana mipango mingine kule nje. Sasa kule nje anaona ni kuzuri kushinda hapa ndani kwa boma yake. Siku moja tukafundishwa mahali hapa na mchungaji akasema ya kwamba unapokuwa umeoa, macho yako yatazame pale ndani ya boma yako, na pia macho yako na fahamu zako na pia akili yako na pia kile chochote ambacho kilicho cha kwako uweze kukielekeza pale kwa boma yako, ndiposa pale kwa boma yako utapaona ni pazuri kila wakati, ndiposa pale kwenye boma yako utapaona kuna amani kila wakati. Lakini unapokuwa una familia na alafu macho yako yanatazama kule nje, hatimaye hautaona hapa kwa boma yako kwamba ni pazuri, kwa sababu kule nje kuna mapambo mengi ambayo wewe utavutiwa kule nje, na hatimaye utaweza kuvutiwa na kule nje na kuacha boma yako ikae katika hali ambayo ni ya ukiwa. Pia utapata ya kwamba watoto wanakuwa na furaha wakati baba hayupo, lakini baba anapoingia anakuwa kama ni simba ambaye ametoka mawindoni na amekosa chakula, kwa sababu anakuwa ni mkali. Kuna rafiki yangu mmoja siku moja ambaye wakati nilikuwa niko na kazi ya bodaboda, mara nyingi ilikuwa nikimbeba, basi ukifika kwa nyumba yake, hata mama kama anaongea na jirani kule, anaposikia pikipiki imesimama kwa mlango wake, inabidi atoke kule mbio aje nyumbani, kwa sababu ni kama simba amefika. Na akifika pale, hata kabla ya salamu, mzee anaanza kuuliza mara ya kwanza, umekuwa wapi? Hilo ndio swali la kwanza kama salamu. Na pale unaweza kusimama pale dakika 5 ukingojea mshahara, kwa sababu kesi tayari imeanza kuendelea. Bora tu afike pale kwa nyumba amkose, bali kesi imeanza kuendelea, anauza mahali amekuwa. Kitambo wewe ulipwe, utaona hiyo vurumaya yenye imekuwa mahali pale, unajua hii boma kwa hakika haina amani na haina upendo. Yaani unakuwa na mke, ni kama unaoa mke, ni kama ulifanya kulazimishwa kukaa naye, ama ulilazimishwa wakati wa kuoa, kiasi cha kwamba uliomba Mungu ukasema, Bwana niondolee ubachela, sasa naomba unipatie mke. Mungu aliye mwaminifu akakupatia mke. Shida ni kwamba hauna uaminifu naye, hujiamini wewe mwenyewe, na hata huwezi kumwamini na hata mke ambaye uko naye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi, maandiko inasema ya kwamba wale ambao wamekuwa wateule wanapaswa kuwa na tabia ambayo ni ya uvumilivu, kuanzia kwa wazee, kwa wamama na hata kwa vijana. Wanapaswa kuwa na uvumilivu, ujasiri, kiasi kwa kila jambo, na kukaa katika njia ambayo inampendeza Mungu siku zote. Vile vile watoto nao waweze kuwatii wazazi kwa kila jambo. Usimtii mzazi kwa sababu ameleta mambo mazuri, ama usimtii mzazi kwa sababu umelipiwa school fees, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kule kutii kuwe kwa dhamiri, sio kutii kwa sababu ya ghadhabu, bali kwa moyo safi. Kuna watu ambao wanakuwa watiifu kwa sababu wanaogopa ghadhabu. Wanajua nisipotii nitakuja niadhibiwe. Sasa kule sio kutii kwa kuzuri, bali kutii kuzuri ni kule ambako unatii kwa moyo mweupe. Ndiposa maandiko inavyosema ya kwamba watu wakae katika hali ya utiifu katika njia ambayo ni ya kumpendeza Bwana. Na katika haswa kwa wale ambao wamekuwa wateule, ambao tumezaliwa mara ya pili, tumekuwa Mwokozi mmoja, imani moja na ubatizo mmoja, sote tunakuwa warithi wa Kristo Yesu Bwana. Yaani Kristo Yesu yeye ndo anakuwa mrithi wetu.
tunarithiwa na Kristo Yesu na kutawala na yeye kule mbinguni, ndiposa kukaa katika njia ambayo ni nzuri. Tukienda kumalizia, turudi pale katika kitabu cha Wakolosai Wakolosai mlango wa 3 mlango wa 3 mstari wa 10. Mlango wa 3 mstari wa 10 na 25, lakini tutaanza hapa 17 ambayo inasema na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. 18 inasema enyi wake watiini waume zenu kama impendezavyo katika Bwana. Enyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Enyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, wasije wakakata tamaa. Enyi watumwa, watiini hao ambao kwa mwili ni bwana zenu katika mambo yote, si kwa utumwa wa macho kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kwa unyofu wa moyo, mkimcha Bwana. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa mwanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi mnamtumikia Bwana Kristo. Maana adhulumuye atapata mapato ya udhulumu wake, wala hakuna upendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anazungumzia kuhusu chochote ambacho tunakuwa tunafanya, ikiwa tunafanya kwa matendo, yote tufanye katika jina la Bwana. Yaani namaanisha ya kwamba yale matendo ambayo tutakuwa tuko nayo yawe yametoka kwa Bwana, kama vile maandiko yanavyosema ya kwamba tumekuwa wateule. Kwa hivyo tukiwa wateule, inamaanisha ya kwamba tunapaswa kuenenda katika ile mienendo ambayo Mungu mwenyewe ameiamuru, kama iwastahilivyo watu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtu yote ambaye anaenenda katika mienendo inampendeza Mungu, ikiwa ni tabia, kunena, kwa chochote ambacho anakifanya, huku tukimshukuru Mungu mioyoni mwetu kwa yale mambo yote ambayo tunayafanya. Ndiposa anasema enyi wake watiini waume zenu kama impendezavyo katika Bwana. Kwa hivyo mke anapomtii mumewe anampendeza Mungu, hampendezi mwanadamu. Lakini katika ule utiifu wake, huyu mwanadamu atapendezwa, yule mwanadamu ambaye hamchi Bwana atapendezwa na hii mienendo ya huyu mke ambaye anamcha Bwana na kuwa katika nyumba yake kwa amani. Pia anasema enyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ndiposa unapompenda mkeo katika Bwana, unapata ile boma yako inakuwa na amani kila mara na kila wakati. Pia kuwa na uchungu na mkeo, kama vile nimetangulia kusema ya kwamba
Mara nyingi watu ambao wako na hasira na wake zao siku zote, ama mara nyingi unapata ya kwamba ana mipango iliyo mingine kule nje. Sasa ile mipango ambayo ako nayo inafanya mpaka huku kwa nyumba yake anapoona kuko sawa sawa. Yaani anatamani yule mke, anatafuta tu sababu ya kugombana na yeye isiyokuwa ya kisawasawa. Akienda kwa watu anaonekana mzuri, mpole, mpenda watu, ambaye hana ugomvi, lakini huku kwa nyumba kunakuwa ni kelele na vurugo siku zote, siku zote. Na pia anasema ya kwamba naam, pia anaendelea ya kwamba enyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote. Yaani katika mambo yote ambayo mzazi wako anahitaji uyafuate, inapaswa kuyafuata, usiyakatae na usiyakeuke, kwa sababu ni mambo ambayo anakuamuru uyafanye kama mzazi wako, kwa sababu ukorofi ndiyo adui mkuu wa maendeleo. Kwa mahali popote panapokuwa na ukorofi, hata kwa boma, kunakuwa na kutokuwa na maendeleo, kwa sababu ule ukorofi husambaratisha sehemu ambazo zina maendeleo. Wapi? Katika boma, katika kampuni na hata katika nchi. Mahali ambapo kutakuwa kuna ukorofi, unakuwa na shida. Hata kwako wewe mwenyewe kibinafsi, uko mkorofi, maisha yako inakuwa ni ya kubahatisha, kwa sababu ule ukorofi unakuwa ni mbaya zaidi na hata na zaidi. Na pia ule ukorofi utakufanya kuondoka duniani mapema. Yaani ule ukorofi utakuondoa duniani mapema, kwa sababu ule ukorofi hauambatani na neno la Mungu, na pia ukorofi tabia zake haziendani na neno la Mungu, bali mambo ya kidunia ambazo haipaswi mteule awe nazo. Pia anarudi akisema ya kwamba watumwa, yaani wafanyaji kazi, waajiriwa na waajiri. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba wale waajiriwa wanapaswa wawatii wale waajiri wao, ni kama sasa anamtii bwana wake, kwa sababu ile tabia ya utiifu umetoa katika Kristo Yesu. Sasa ule utu wema wako kwa Kristo Yesu, mahali ambapo umeajiriwa, unakuwa na uaminifu, mpaka yule mwenye amekuajiri anashindwa, huyu mtu hizi tabia ametoa wapi? Huyu mtu anakuwa na tabia nzuri sana, inamaanisha hata nikimwachia hapa panakuwa na maendeleo. Yaani anavutiwa na ule mwenendo wako ambao uko nao, kwa sababu umekuwa mteule. Tabia hii umetoa wapi? Kwa Kristo Yesu. Tabia, tunaona una tabia nzuri ambazo zinapendeza na hata unafunza na wengine. Tabia hizo umetoa kwa Kristo, kama vile ambavyo maandiko inasema. Pia anasema ya kwamba yoyote ambaye anakuwa ni mtu ambaye ni mwenye kudhulumu, atapata malipo ya udhulumu ya kudhulumu kwake. Yaani ile kazi ambayo anafanya ya udhulumiaji, basi atapata malipo sawasawa na kazi yake. Biblia inasema ya kwamba katika nyimbo za kumsifu Mungu, inasema kazi yangu ikiisha nami nikiokoka na kuvaa kutokuharibika. Kazi ambayo tunafanya ni ya kumtumikia Mungu na kumtukuza mioyoni mwetu siku zote, na kumshukuru siku zote, na kufanya huduma yake. Hiyo tuko kazini. Kwa hivyo yule mtu ambaye amekuwa mteule kulingamana na mujibu wa maandiko na tabia ambazo Mungu mwenyewe ameziamuru na kanuni ambazo Mungu mwenyewe ameziamuru zifuatwe kwa wateule, ni kazi ambao wanafanya, ambao watavishwa taji ile ya umilele. Na wale ambao ni waasi wenye kudhulumu watapata malipo ya kazi yao, ambayo ni kuingia katika ziwa la moto, sawasawa na matendo yao. Kwa maana wamo ambao ni wachungaji, ambao ni watumishi wa Mungu, ambao ni wateule, na wanapenda vitu vya aibu, wanapenda anasa, wanapenda vipato ambavyo yeye ni kipato ambacho ni kibaya, ambacho hastahili yeye, lakini kwa sababu anaona ni fedha
anazikimbilia. Amekuwa na mtu mwenye tamaa ambayo ni mbaya, haswa ya kifedha, na unaona hiyo tamaa hiyo inafika mahali hata kama ni kwenye kanisa ambayo imejaa, kwa sababu ya tamaa ambayo inaongoza, inafika mahali kanisa inagawanyika. Na pia tuliona kwamba tamaa inafika mahali inafanya mauaji, na pia tuliona kwamba tamaa inakufanya kuwa mgonjwa, na pia tunaona ya kwamba kuto kuvumilia kunaweza kusababishia kuwa na madhara ya mambo mengi ama ya vitu vingi, kwa sababu sio mtu ambaye anavumilia katika mambo ambayo anapaswa yeye avumilie kwa mjibu wa maandiko matakatifu. Kwa hivyo mteule lazima awe mwenye kuvumilia, mteule ni lazima awe mwenye busara, mteule ni lazima awe mwenye ambaye hapendi kipato ambacho ni cha aibu, na hata mahali ambapo ameajiriwa ni lazima awe ni mtu ambaye anapenda wema na ni mkaribishaji na ni mwenye kuwa na busara na kiasi katika mambo yote. Bwana awabariki sana.